Kutoka katika mahubiri ya kale kwa ajili ya Jumamosi Kuu iliandikwa: nini kinatokea leo? Ukimya mkubwa duniani, ukimya mkubwa na unyamavu, ukimya mkubwa kwa sababu mfalme analala usingizi. Dunia ilikuwa katika hofu kubwa na ikawa kimya, kwa sababu Mungu katika mwili alilala usingizi na akamwamsha wale waliokuwa wamelala tangu zamani za kale. Mungu amekufa katika mwili na kuzimu umetetemeka. Hakika anaenda kumtafuta mzazi wetu wa kwanza aliye kama kondoo aliyepotea. Anataka kuwatembelea wale wanaokaa gizani na katika uvuli wa mauti, yeye aliye Mungu. Anaenda kuwafungua mfungwa Adamu na mfungwa mwenzie Eva walio katika mateso. Bwana anaingia kuzimuni huku ameshika silaha yake ya ushindi, msalaba wake. Adamu, mtu wa kwanza kuumbwa, anapomwona Bwana ajipiga kifua kwa hofu na kuwaita wote akisema, Bwana wangu awe nanyi nyote. Na Kristo amjibu Adamu akisema, awe pia nawe. Huku akimshika mkono amnyanyua Adamu akisema, amka ewe uliyelala, na uinuke kutoka kwa wafu, naye Kristo atakuangazia. Mimi ni Mungu wako, ambaye kwa ajili yako nimepata kuwa mwana wako, na kwa ajili yako na vizazi vyako sasa ninasema na kuwaamuru kwa mamlaka wale walio kifungoni, tokeni humo, na walio gizani pokeeni mwanga, na wanaopiga usingizi amkeni. Ninapoamuru amka, ewe uliyelala, sijakuumba ili ufungwe kuzimuni. Amka kutoka kwa wafu, mimi ni uzima wa wafu. Amka ewe mtu uliye kazi ya mikono yangu. Amka wewe uliyeumbwa kwa mfano na sura yangu. Simama twende zetu, maana wewe katika mimi na mimi katika wewe, pamoja sisi ni nafsi moja isiyogawanyika. Kwa ajili yako mimi Mungu wako nilipata kuwa mwana wako. Kwa ajili yako mimi ndiye Bwana nilichukua umbo lako, umbo la mtumwa. Kwa ajili yako mimi niliye juu ya mbingu nilifika duniani, nikaja chini ya dunia. Kwa ajili yako ewe mtu nilipata kuwa mtu asiye na msaada, nikiwa huru kati ya wafu. Kwa ajili yako wewe uliyefukuzwa kutoka bustanini, nilitiwa mikononi mwa Wayahudi nilipokuwa bustanini, na nikasulubiwa bustanini. Tazama mate niliyotemewa usoni kwa sababu yako wewe, ili nikurudishie uzima wa kimungu uliopewa wakati ulipoumbwa. Tazama alama za makofi niliyokubali kupigwa mashavuni, kusudi niifanye upya umbo lako lililoharibika, lifanane na sura yangu. Tazama alama za mijeledi niliyokubali kupigwa mgongoni, kusudi niondoe mzigo wa dhambi zako, mzigo ambao ulikuwa umebebeshwa mgongoni. Tazama mikono yangu iliyopigiliwa misumari katika mti kwa nia njema, kwa ajili yako wewe ambaye ulinyosha mkono wako kwenye mti kwa nia mbaya. Nililala usingizi msalabani, na mkuki wachoma ubavu wangu. Kwa ajili yako wewe ambaye ulilala usingizi paradisini, na Eva akapata kuwepo kutokana na ubavu wako. Ubavu wangu ulikomesha maumivu ya ubavu wako. Usingizi wangu utakuamsha wewe unayelala usingizi kuzimuni. Mkuki wangu umeuzuia mkuki uliokuwa umeelekezwa kwako. Lakini simama, twende zetu. Adui yako alikutoa katika nchi ya paradisi, nitakurudishia hali yako ya kwanza, si katika paradisi, bali katika kiti cha enzi cha mbinguni.
Nilikunyima mti wa uzima ambao ulikuwa ni mfano, lakini sasa mimi mwenyewe nimeunganika nawe, mimi ambaye ni uzima. Niliwaweka makerubi wakulinde kama vile wangewalinda watumwa. Sasa nawafanya makerubi wa kuabudu wewe kama vile wangemwabudu Mungu. Kiti cha enzi cha makerubi kimetayarishwa. Wapagazi wako tayari wakingoja. Chumba cha maharusi kimetayarishwa. Chumba kimeandaliwa. Chakula kimeandaliwa. Nyumba na vyumba vya milele vimewekwa tayari. Hazina za vitu vizuri zimefunguliwa. Ufalme wa mbingu umetayarishwa kabla ya nyakati.